So baada ya kuona promotion ya hii movie ikiwa kubwa sana pale Instagram na kwa especially kwa upande wa Netflix kwamba next Tyler Perry anakuja na project nyingine ambayo inabidi pia tuipe macho kama mashabiki wa Tyler Perry. Muda mrefu watu walikuwa kimsubiri, muda mrefu kipindi hicho alikuwa akitaka kutoa movie, lazima kila mmoja awe ready kwa ajili ya kuangalia story ambayo anaileta, sio kizingatia iko based kwenye African stories. Na hii ikaenda mbali zaidi baada ya kusikia kwamba iko connected from the Bible kwenye story ya Ruth and Boaz. Kwa hiyo nikasema ngoja nipate nafasi niangalie movie kwa sababu ni mpenzi wa stories za Biblia, lakini ni mpenzi wa story za Tyler Perry, japokuwa kuna maeneo bado ananizingua mpaka leo. So baada ya kuangalia kweli nikaja kuitazama movie, kuangalia kurelate na kwenye Biblia, nikaona kuna baadhi ya vitu havijaenda kama ilivyokuwepo kwenye story ya Biblia, kwa especially kwa upande wa Ruth na Boaz mwenyewe. Nikasema labda ni focus kuangalia story line ilivyokaa kutoka kwa Tyler Perry, labda kuna creativity nataka kuiongeza, lakini mwisho siku naona baada ya Ruth kuanza kufanya muziki, kurekodiwa record label ya 404, anajikuta kwamba nyimbo anazoziimba yeye hazikubali kabisa, kama ametoka kwenye culture na yamini za nyimbo za dini. Anaamua kuondoka kwa manager alikuwa anamiliki, ajitegemee mwenyewe, sema kwamba nini achana kipindi hicho ana mkataba. Manager alikuwa akimiliki, anaamua kuwaondoa baadhi ya watu ambao anawapenda sana, ikiwepo familia ambayo ilikuwa karibu sana na Naomi. Naomi alijaribu kutoka mjini, anaenda kijijini kwa ajili ya kuishi mwanamama huyu, ambapo mwisho wa siku Ruth naye anaamua kumfuata mpaka huko anapojikuta anaenda kufanya kazi kwenye shamba la Boaz. Sasa huyu Boaz pale, kikubwa anachoona kitu ambacho kwa Tyler Perry anachokipenda siku zote labda ni love story iliyokuwepo kati ya Boaz na Ruth. Lakini zaidi hapo kitu kilichonikera ni kwamba yule manager anatoka mjini anakuja mpaka interior huko kwa sababu tu ya kumtishia Ruth na kukamatwa siku hiyo hiyo. Mara tunaona ndoa imepita na movie ikaisha. Maana hii movie hajatendea haki. Nafikiri labda kama angeamua kuiweka hata limited series ingekuwa poa sana. Kaendelea tuone basi harakati za hapa na pale zinakoendelea. Imekuwa simple sana, imekuwa story ambayo labda kama kuna mtu amezima vifaa hivi, project ya chuo waende wa shoot chap chap amalize afu iende on air. Na jina kubwa sana na platform, lakini nafikiri kuna kipindi kitafika labda tutasema era ya Tyler Perry imepita. So kama ulikuwa una time ya kuangalia movie, kaangalia movie. It's nice movie to watch. Lakini kama ulikuwa una muda limited sana, tafuta vitu vingine vya kufanya. Mimi na timu